Jesus. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kupata fursa hii. Unajua mimi mna mwingi huwa napaita hapa kama vile mahali patakatifu ambapo mtu anazungumzia kero yake na Mungu anamsikiliza leo hii. Mheshimiwa Spika, ninaposema kwamba ni bahati sana kupata fursa hii, nikimwangalia hata kama mzee mwenzangu hapa mbunge tangia nianze bunge ile hapo, yaani hajawahi kusimama, yaani kazi yake ni kusinzia tu Mheshimiwa Spika. Kuna wengine kama hao hawapigi makofi, yaani sijui mpaka kuzungumza nini Mheshimiwa Spika ili akuelewe. Lakini hao Mheshimiwa Spika naweza kawaida kama vile wajinga fulani. Lakini Mheshimiwa Spika, pamoja na yote na hayo, na naweza kusimama kwenye jimbo langu la Nyasubi kuzungumzia ambapo kero yangu. Mimi nataka Nyasubi yangu ni kufanya kama taifa kubwa la Afrika. Majimbo ambayo ilikuwa ni makubwa, yaani nataka nibadilishe. Ninataka nibadilishe Nyasubi kama Ulaya. Mheshimiwa Spika, kwa kuzungumza haya yote nataka kuzungumzia kuhusiana na hawa wafanyakazi wa ndani maarufu House Girl. Mheshimiwa Spika, inakuwa kama ni kero kubwa kwa sababu anapokuja kufanya kazi za ndani Mheshimiwa Spika anakuwa kama ni mshamba, kiatu cha kushoto kinaenda kulia, cha kulia kinaenda kushoto. Lakini kadri ya siku inavyozidi kusonga mbele Mheshimiwa Spika, yule mfanyakazi wa ndani anazidi kunona. Ananona kiasi kwamba anaweza kumzidi hata chef mke wangu ambaye anaishi naye nyumbani. Mheshimiwa Spika, hiyo inatuletea madhara makubwa sana kama baba wa familia, kushindwa kukaa vizuri na wake zetu. Tumetulia nao kitandani Mheshimiwa Spika, huwa tunapata kero isipokuwa tu yaani wafanyakazi wa ndani tukai nao na kuwaeleza kwamba wewe fanya hivyo, ndio hivyo Mheshimiwa Spika. Alafu kitu kingine Mheshimiwa Spika, nilikuwa nina pendekezo tu kwa sababu sitaki Nyasubi yangu iharibike, kwa sababu mimi ndio kiongozi nilio bora katika maeneo yale. Na wananchi nimejaribu kukaa nao, wamesema kwamba yaani uchaguzi ujao Mheshimiwa Spika, nitakapogombea tena nataka nigombee tena urais kabisa, kwa sababu natekeleza changamoto na kero ambazo zinaweza tukabili katika sehemu yetu. Mheshimiwa Spika, kwa kweli tunakuwa ni vita kubwa sana na wimbi kubwa sana kwa mabinti kama hawa wafanyakazi wa ndani Mheshimiwa Spika. Kuna wengine mpaka nafikia hatua Mheshimiwa Spika wanakosa hata adabu. Anatoka chumbani kwake kula amemaliza labda kusema kwamba ameoga, anapita na kakanga kamoja tu Mheshimiwa Spika. Halafu wewe umekaa labda unaangalia, unajua sisi uzee wetu tulionao tunaweza tukawa tunaangalia vitu ambavyo vinayoendana na umri wetu. Kanajipitisha pale, kanainama Mheshimiwa Spika. Hapo ukaangalia na kenyewe kana shepu kubwa kumzidi hata mkeo. Yaani kana kwanza kuhamasisha kutengeneza mazingira ambayo sio Mheshimiwa Spika. Kwa maana Mheshimiwa Spika, ambapo nilikuwa napendekeza ikifikia sasa hatua hiyo, serikali yangu ya Nyasubi, yaani nawaambia wababa wangu, yaani wababa wa Nyasubi ambao wanaokaa kwenye familia kama zile, kuna wafanyakazi ambao ni wakubwa ambao wana shepu kuliko wake zao. Kwa kweli naomba wawape nauli zao warudi kwao ili wakaolewa na wenyewe wajitegemee familia zao. Kwa sababu inakuwa kama ni kero kwenye familia zetu Mheshimiwa Spika, na kukimbiwa na wake zetu, labda muoe sasa huyu mfanyakazi, maana unamtolea macho kodo macho. Yaani inakuwa ni kero Mheshimiwa Spika. Kwa maana hiyo kama sisi kama baba wa familia tulikuwa tunapendekeza anapokuwa tayari mkoa na shepu kubwa ya kumzidi mke wangu, basi aende kwao na yeye akaolewe, akaone majadiliano, akayaone na yeye majukumu ambayo nayo yapitia mimi. Mheshimiwa Spika, nilikuwa naiomba serikali jaribu kuamulika. Yaani iwamulike sana wafanyakazi wa ndani. Sidhani kama kuna mtu ambaye hajanielewa katika hilo kwamba wafanyakazi wa ndani kweli kuna baadhi yao yaani wana majaribu makubwa sana Mheshimiwa Spika. Wana shepu, wana wazidi wake zetu, ambapo inakuwa ni kero sisi kama wanaume ambao tunakaa majumbani. Inakuwa ni shida, inakuwa ni changamoto kubwa, inakuwa ni wimbi ambalo la wanaume wetu kukimbiwa na wake zao. Tunakaa na wafanyakazi wa ndani, muda mwingine kweli majaribu yanayozidi. Kuna wanaume wengine wanashindwa Mheshimiwa Spika, wanaambia kwamba ndio hiyo Mheshimiwa Spika, ndio hivyo Mheshimiwa Spika. Kwa maana hiyo naomba tu serikali jaribu kuwatoa waende nyumbani kwa tuleta ambao ni washamba zaidi Mheshimiwa Spika, tuanze kufundisha upya. Maana inakuwa ni kero Mheshimiwa Spika. Naomba kuwakilisha katika hilo. Asante sana. Mungu awabariki sana.